Haleluya. Hivi unaelewa samahani CCM kwa kuambia. Inabidi tu niwaambie. Hivi unajua CCM wameangukia wapi au wanaangukia wapi? CCM najua mmo mwanachama wa CCM na kadi wengine. Mnisikilize tu makada. Unajua mmeangukia wapi nyie CCM? Mlipoangukia ni mahali pamoja. Mlipoacha kusikia sauti za wazee. Ndani ya chama cha CCM kuna wazee. Mlipoacha kusikia sauti za wazee ndani ya chama, hamna mtu mnayemheshimu. Na ni baada ya kupata viera. Vijana walipewa nafasi ndani ya CCM. Baada ya kupewa nafasi ndani ya CCM, wakapata zile nafasi, wakaendesha vishangingi. Wengine wakapata vile viela. Sasa baada wengine wakapata vimamlaka ndani ya chama. Walipopata mamlaka ndani ya CCM sasa, wakaanza kuona wale wazee ni watu ambao hawana tena hekima, yani hawataki kuwasikia. Sio kwamba wazee wenye hekima CCM hawapo, wapo. Lakini vijana sasa waliopewa nafasi kwenda kukalia vile viti, hawako tayari kuwasikia na wazee. Kwa hiyo kwa namna hiyo sasa, kwa sababu hawako tayari kuwasikia wazee, nataka nikwambie hana mtu wa kumwambia. Ndio maana kila mtu unamuona anaweza katuna na akasema chochote na hakuna mtu wa kumfanya chochote. Kwa nini? Kwa sababu wazee hawapo. Lakini zamani kipindi cha mzee, wewe fikiria kipindi ambacho Mwalimu Nyerere alipokuwa bado hajafariki. Mwalimu Nyerere hata kama ungekuwa nani, ungezingua, hata kama ungekuwa rais, maana yake angeweza kukuita. Unajua kwa nini angeweza kukuita ukiwa rais? Angeweza kukuita kwa sababu ni mtu ambaye anaheshimika. Yaani utalazimika umheshimu nani? Mwalimu. Kwa hiyo atakuja kwambia hapana, mwanangu, hichi kitu ulichokuwa unataka kufanya 1 2 3 unakosea. Mungu atusaidie sana. Muulize Mwinyi, anajua. Alishawahi kuitwa na Mwalimu Nyerere. Kwa nini hujui? Sasa hivyo ndio kwenye maono, hivyo. Usipoteze duniani hapa ukaishi kama ni mbeba maono, ukakosa mtu wa kumheshimu atakaye kusaidia kwenye mahali ambako unakuwa hujaenda sawa sawa. Kwa sababu wewe ni mwanadamu, kuna mahali ambako utakosea katika njia. Unahitaji mtu ambaye anaweza akakwambia tena kwa moyo mweupe kwamba hapana, hiki kitu unachokifanya sio. Hiki kitu fanya hivi kwa moyo mweupe. Mungu atusaidie sana. Na huo ndio muhimu sasa wa kuwa na nini? Nao fatherhood fingers au mababa wa kiroho. Haleluya. 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 Amina zimekuwa ndogo. Kweli makada humu mko wengi. Mnisamehe tu. Mnisamehe na chama chenu. Ni kizuri. Nimekipenda. Ni kizuri sana. Aya, tuendelee mbele. Tuendelee mbele. Sasa baada utakapokuwa na maono, kuna vitu ambavyo tunaita vita ya kutafuta utawala au kutafuta nafasi. Yaani kutafuta sasa kukalia kile kiti chako cha maono. Wapendwa, unaona maono ulionayo? Yeyote maono ulionayo kuna mtu ameyakalia. Nisikilize. Nafasi yote ya maono unayoitaka wewe, kuna mtu amefanyaje? Ameikalia. Sijui watapenda watu, sijui watachukia. Nisamehe tu. Nitoe mfano ili nieleweke. Maana niko nafundisha, mifano ni mizuri. Na siwezi kueleweka kama sifundishi. Hakuna kitu chochote ambacho kiti chochote utakachotaka kukaa ambacho hajakaa mtu. Kwa maana hiyo, ili ukae kwenye hicho kiti, maana yake ili ukae kwenye hayo maono, kuna mtu unapaswa umtoe kwenye hicho kiti ili we ukae. Yesu alipotaka kwenda kukaa, kwa sababu mhubiri maarufu kipindi kile alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Yesu ili aje awe mhubiri maarufu, alihitaji Yohana apungue, Yesu akae. Maana yake nafasi ya Yohana na wanafunzi, ndio maana Yohana anasema jamani, msikilizeni huyu msikilizeni, mimi ninaondoka. Japokuwa Yohana kwa jua anaondokaje, lakini mimi ninaondoka. Maana yake ni nini? Maana yake nafasi yote utakaotaka kuikalia utakutana na vita, tunaita vita za kiutawala au vita za